Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hebu tumtegee sikio huyu kafiri kwa dakika moja mbili hivi tumsikilize anazungumza nini. Yaani binafsi Uislamu naupenda sana kutoka moyoni. Hata leo hii mkinishawishi naingia kwenye Uislamu. Tulipokuja kupishana ni sehemu moja tu. Swala la kusema kitimoto tutakuwa hatuli basi. Yaani huwezi kunitenganisha na kitimoto. Yaani huko kwingine kote, yaani menyu yenu imekaa vizuri. Yaani menyu ya Waislamu hata leo jioni mkinishawishi naingia. Yaani tulipopishana hapo tu pa kusema kwamba nani chair fire kiruhusiwi. Sasa mtu bila kula kitimoto sasa ataishi. Kitimoto kimewakosea nini? Kama mtakubaliana niingie huko, lakini kitimoto niendelee kunani kula hata kwa siri pote mbali. Wacha mle hasara nyinyi. Niwe niamie Uislamu lakini kitimoto niwe nakula ila kwa siri, wengine wasijue, wasije wakaharibika. Niko hapa. Lakini kama kitimoto hakiruhusiwi basi bakini na Uislamu wenu. Lakini kama kitimoto hakiruhusiwi basi bakini na Uislamu wenu. Lakini kama kitimoto hakiruhusiwi basi bakini na Uislamu wenu. Haya maneno yake ni lazima tuyaweke sawa. Haya maneno si maneno mazuri kutuambia sisi Waislamu, na ni sehemu ya dhihaka. Ingawa dhihaka ya mtu mpuuzi kama huyu haiwezi kuathiri chochote katika Uislamu. Waelewe makafiri kwanza kwamba jitihada yao ya kuchafua Uislamu, chuki na maneno ya kejeli hayawezi kuathiri chochote katika Uislamu. Uislamu bado utabaki kuwa ni dini ya haki na yenye nguvu na yenye wafuasi makini zaidi na yenye sheria zilizo kamili na zenye usawa. Sasa huyu bwana anasema kwamba anaweza kuingia katika Uislamu, lakini itabidi sisi tumhalalishie kitimoto, yani tuhalalishe nyama ya nguruwe. Tukiweka sawa jambo hili tu kwamba ikawa sasa rasmi nyama ya nguruwe ni halali, yeye ataingia kwenye Uislamu. Na akaendelea akasema wazi wazi kwamba isipowezekana hilo, kwamba nyama ya nguruwe ikaendelea kuwa ni haramu kwenye Uislamu, basi yeye hawezi kuingia kwenye Uislamu. Tubaki na dini yetu, anasema. Mtu bila kula kitimoto sasa ataishi. Kitimoto kimewakosea nini? Mtu bila kula kitimoto sasa ataishi. Kitimoto kimewakosea nini? Hapa. Lakini kama kitimoto hakiruhusiwi basi bakini na Uislamu wenu. Tunamwomba Allah muongoze huyu na muingize katika Uislamu, aifuate haki. Jambo la kwanza uelewe kwamba wewe ndiye unalazimika kufuata Uislamu. Yaani wewe ndiye ambaye unalazimika kufuata Uislamu. Lakini Uislamu haulazimiki kufuatwa na wewe. Ili naomba kila kafiri alielewe, na kila mtu hata kama si kafiri aelewe hili, kwamba wewe unalazimika ufuate Uislamu, lakini Uislamu haulazimiki kukupata mtu kama wewe. Kwa maana wewe ukiingia katika Uislamu, Uislamu utabaki kwa dini ya haki. Usipoingia kwenye Uislamu, Uislamu bado utabaki kuwa ni dini ya haki. Yani mfano mzuri ili nieleweke, lau watu wote duniani hivi sasa tutauacha Uislamu, bado Uislamu hautodhoofika kwa kule kuuacha kwetu. Uislamu utabaki kuwa ni dini imara na ni dini ya haki. Yani haki itabaki kuwa pale pale. Kwa hiyo sisi itakuwa ni watu ambao tumekimbia tu ile haki. Lakini haki ipo. Hata kama sote tumetoka, lakini ile haki bado ipo na uimara wake uko vile vile. Kwa sababu haki haiwi dhaifu eti. Haki haidhoofiki. Hata kama watu wameiacha, lakini haidhoofiki. Wewe ndo unauhitajia Uislamu. Utakapoingia kwenye Uislamu sasa ndo itakuwa salama yako. Na usipoingia hiyo itakuwa ni shari kwako. Jambo la pili sambamba na hili ieleweke kwamba Uislamu au haki haiwezi kufuata matamanio ya mtu, bali matamanio ya mtu ndo yafuate haki. Na hivi ndivyo anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Mmoja wenu hawezi kuwa muumini wa kweli kweli, hawezi kuwa mfuasi wangu sahihi mpaka matamanio yake yafuate kile nilichokuja nacho. Kwa maana matamanio yetu ndio yafuate haki, sio haki ifuate matamanio yetu. Yani sio kwamba tena kwa kuwa wewe ni mla nguruwe tena Uislamu ukufuate wewe matamanio yako, uhalalishe nguruwe kwa sababu ya matamanio yako wewe. Matamanio yako ndio yanatakiwa yafuate haki. Kwa maana wewe uache kula nguruwe kwa sababu Uislamu, kwa sababu haki haitaki ule nguruwe. Mwisho kabisa na mnasihi huyu jamaa kwamba
lakum dinukum waliya din, nyie mna dini yenu na sisi tuna dini yetu. Ukitaka kuingia kwenye Uislamu ingia, na sisi tunakunasihi kwenye hilo, ufuate Uislamu kwa sababu Uislamu ndio dini ya haki. Uislamu una sheria zilizonyoka za sawa. Uislamu unakataza kila uchafu na kila shari na kila uovu. Uislamu unamlingania mtu kuja kwenye ustaarabu na kheri na mafanikio. Na kwa hivyo ukitaka mafanikio ya kweli ufuate Uislamu, usifuate matamanio yako yanavyokuendesha. Na yote haya yaliyokatazwa katika Uislamu, mfano kula nguruwe, kunywa pombe, haya yamekatazwa kwa maslahi yako wewe mwanadamu, kwa maslahi yako, ili utengenekewe zaidi katika dunia. Ima yatakuwa yana athari kiafya au yatakuwa yana athari kijamii. Yote yaliyokatazwa yatakuwa yana athari kiafya au yatakuwa yana athari katika sehemu ya mzunguko wa maisha yako. Kwa hiyo kile ambacho umekatazwa usikifanye, usikifanye, na kile ambacho dini imesema ufanye, hapo ndo utaona kwa nini nilitakiwa nifanye na kwa nini nilitakiwa nisifanye, kwa sababu utaona mafanikio lau utafuata kile ambacho dini imesema. Kwa hiyo usitukejeli na usikejeli dini. Usizungumze lugha za kipuuzi kama hizo kwamba eti kaeni na dini yenu ikiwa hamjahalalisha nguruwe. Kwani sisi tulikulazimisha uingie kwenye Uislamu? Ikiwa unataka ingia, hutaki basi kaa kwenye upotofu wako na utakuja kuona ipi ni haki baada ya wewe kufa. Wa inna au iyyakum la ala huda au fi dhalalin mubin.